Sheria imeelekeza kuwa RUWASA ndio atakayekuwa msajili wa hivi vyombo na atakaye ratibu shughuli zote za CBUSOS kwenye eneo la wilaya. Hivyo RUWASA ina jukumu la kuandaa mwongozo kwa ajili ya uundwaji na usajili wa CBUSOS ambao tayari ulikishaandaliwa na ndio huo tunaofanyaje? Tunaotumia. Hatuwezi kufanya shughuli zetu bila kuzingatia miongozo na taratibu zilizowekwa na serikali. Kwa kila aina ya CBUSO inayoundwa lazima isajiliwe na RUWASA. Chombo hakijasajiliwa kwa mujibu wa sheria hii hakiruhusiwi kufanya jukumu la aina yoyote, kubeba jukumu la aina yoyote inayohusiana na huduma za maji ngazi ya jamii vijijini. Na vinasajiliwa kwa mujibu wa sheria hiyo namba 5 ya mwaka 2019 ili kupata uhalali wa kisheria. Ili wataalamu tuweze kusimamia vizuri kwenye majukumu yetu, ni lazima tuelewe, tufunze, tubadilishane uzoefu. Tuone Selela wanafanya nini, Bonde la Mto wanafanya nini, Makuyuni wanafanya nini. Kwa hiyo kukutana kwetu hapa tunapeana brush ili tuone tutakapotoka hapa tunaenda kufanyaje kazi. Lengo letu tuwe na jambo letu hili moja, anachoelewa Selela, anachoelewa Makuyuni, anachoelewa Bonde la Mto wa Mbu. Linakuwa ni hili kwa sababu huduma hizi zinaendeshwa kwa kuzingatia kanuni, sheria, taratibu na miongozo. Lengo ni kuhakikisha kwamba ile dhamana tuliyopewa ya kuhakikisha kwamba huduma inakuwa bora, tunaitendea nini? Tunaitendea haki na huduma inakuwa bora na endelevu. Leo tuna furaha ya kutosha sisi kama CBUSO ambazo ziko ndani ya wilaya ya Monduli kwa sababu tumepata semina. Tunashukuru sana ofisi yetu ya RUWASA wilaya ya Monduli kupitia meneja RUWASA Monduli, lakini washukuru wawezeshaji wetu. Kwa kweli wametupa semina ambazo zimetufaa sana katika vyombo vyetu. Tumejifunza habari ya utunzaji wa fedha katika chombo, swala ya ardhi, masuala ya ubora wa maji, namna ambavyo kiukweli kuna umuhimu mkubwa wa kuona maji ambayo tunatoa kwa wananchi yawe safi na salama. Kiukweli imekuwa ni siku mbili ambazo zimetusaidia sisi pamoja na washiriki wengine kuona namna gani ambayo huduma katika maeneo mbalimbali ya jamii watu basi wanafikiwa huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, kwa ajenda ambazo tumeziwasilisha, ninaamini viongozi pamoja na wataalamu, kwa maana kwamba watumishi wa CBUSO wanakwenda kufanya mabadiliko makubwa. Na lengo kubwa ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma iliyo bora, lakini kuona namna ambavyo miradi hii inaendelea kuwa endelevu. Lengo kubwa la vyombo hivi ni kuhakikisha huduma endelevu ya maji safi na salama inatolewa vijijini. Na hivyo ili hivi vyombo viweze kuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa mujibu wa sheria na miongozo iliyotolewa, tuna maelekezo pia kuhakikisha kwamba vyombo hivi tunavijengea uwezo na ujasiri wa kufanya majukumu yao vizuri kulingana na mazingira yao, lakini pia wawe na uwezo wa kuhakikisha kwamba matengenezo yanafanyika kwa wakati na wahakikishe shughuli zote za uendeshaji zinafanyika. Kwa muda wa siku 2 wangeweza kujifunza namna ya kusimamia wataalamu hawa kwa maana ya fundi wasaidizi na wahasibu, lakini pia wafahamu ni maeneo gani muhimu ambayo wanaweza wakayashughulikia haya zaidi, kuhakikisha kwamba chombo kinaongeza mapato lakini wanadhibiti matumizi, na kuhakikisha kwamba wataalamu wale wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa taratibu na mikataba yao ili chombo kiweze kujiendesha. Tumejengeana uwezo kwenye maeneo mbalimbali ambayo yatasaidia katika usimamizi na uendeshaji wa miradi. Vitu ambavyo tumejengeana uwezo katika siku hizi 2, tumejifunza namna ya kufanya tathmini, faida zake na kwa nini tunafanya katika kuboresha huduma, lakini pia masuala ya fedha, mifumo ya ukusanyaji wa maduhuli kwa njia ya kielektroniki GPG, na masuala ya ubora wa maji, masuala ya utumishi.
Tumeongelea mambo mengi kwenye swala la watumishi ambao wanafanya kazi kwenye vyombo vya utumiaji maji ngazi ya jamii. Na tumeona kwamba kuna watumishi wengi ambao kuna mapungufu yaliyoko, hususan kwenye swala la upatikanaji wa mikataba yao. Kwenye swala la mikataba yao, tumegundua kwamba kuna vyombo vingine ambavyo watumishi hawana mikataba. Lakini kwenye azimio tumekubaliana kwamba mpaka wiki ijayo watumishi wote watakuwa wamepatiwa mikataba. Na tunavyojua kwamba mikataba hiyo inakuwa ni kama nyenzo ambayo inamtia mtumishi moyo kwenye utendaji au utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Na hiyo mikataba ambayo tumeweka azimio ili iweze kuwasaidia zaidi hata kwenye swala la kuweza kupata mikopo, kupata zile huduma za kijamii na stahiki zao nyingine, ili hata watumishi hao wanapofanya kazi au wanapotoa huduma kwa jamii waweze kujua kwamba na wenyewe wanatambulika na wanapata stahiki zao zinazotakiwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nimejifunza ambavyo nilikuwa vinaniletea ugumu na kutokuelewa. Cha kwanza, kitu ambacho nimejifunza ambacho na hata mimi niliweza kuuliza swali kuhusu swala la sisi kupata likizo, sisi watu wa mkataba wakuwa mikataba wa muda mfupi kwa miezi mitatu. Nikauliza pia nikaambiwa hilo swala linawezekana kwa sababu ni inategemeana kipindi cha season. Kuna low season na high season. Kipindi ambacho mtu unaweza kupata likizo ni kipindi ambacho kinakuwa ni cha low season. Ila high season unakuwa unashindwa kupata likizo kutokana na kile kipindi ambacho unakuwa ndio kipindi cha kufanya nini, cha kufanya makusanyo. Ila kipindi cha low season unakuwa ni kile kipindi ambacho kunakuwa hamna makusanyo yote ile. Nafurahi kwa sababu tumepata semina ya siku 2 ambayo imeanza tarehe 18 siku ya Alhamisi na leo ndo tumemaliza siku ya Ijumaa. Tumejifunza vitu vingi sana kupitia semina hii: pima maji, masuala ya ardhi, masuala ya utawala na utumishi. Kwa hiyo kupitia semina hii tunategemea kuna mabadiliko makubwa sana ambayo tutayafanya. Tuna imani tutaongeza na kusogeza huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wetu wa bonde la Mto wa Mbu. Nimehudhuria mafunzo ya siku 2 ya vyombo vya watumia maji. Lengo kubwa la haya mafunzo ni kuongeza ufanisi na huduma ya upatikanaji wa maji katika ngazi ya jamii. Na mada mojawapo ambayo tumejifunza ni mada ya utunzaji wa fedha. Katika mada hii tumejifunza jinsi ya kukusanya mapato, lakini pia tumejifunza vyanzo vya mapato ambavyo vinatokana na aina za wateja tulio nao. Tumejifunza masuala ya usimamizi wa fedha. Kama tunavyojua, malengo makubwa ya chombo ni kutoa huduma, lakini huduma hii inakwenda sambamba na kipato. Na kwa mada hii ya utunzaji wa fedha tumeweza kupata elimu jinsi ya kusimamia matumizi sahihi ya chombo, lakini pia tumejifunza jinsi ya kupanga au kuandaa mpango biashara. Katika mpango biashara tumetengeneza bajeti ya mwaka,